Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa majina. Naitwa Pauline Mkatama, lakini naitwa Mama Kristi. Naokoka, mpenda Yesu. Amen. Mimi hapa nilikuja juzi ni kwa ajili ya mtoto wangu, alikuwa ni mgonjwa. Aliangushwa na mdomo tu umeshikwa. Hizi zilikuwa hazishikana. Ngoja kidogo niwaeleze waelewa, hawakuelewa. Huyu mtoto wake alikuwa anakula embe. Anatafuna embe. Unajua embe? Haya maembe haya. Akauma hivi lile embe, huo mdomo ukabaki hivi. Au fungiki. Oh, yuko hapa. Wewe, haraka. Njoo. Kumbe tunateseka hapa kumbe mimi. Angalia sasa. Jana. Wewe ndio Stephen. Simama hapa karibu na mama huyu ndio alikuwa na hayo matatizo. Na akawa haongei. Huko tunatoka Tomandoni. Huko Mtomandoni kuna kazi. Akawa haongei, mdomo umebaki hivi. Ulimi unajua mdomo ukibaki hivi ulimi haufanyi kazi. Sababu hizi vitu zimeshikana zinafanya kazi pamoja. Yeye akabaki hivi. Sasa ukimwongelesha wewe alikuwa utaelewa nini? Walikuwa wamemshika huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio juzi nikapata yule mama akanipa namba. Mama yupi? Simama mama. Pigeni makofi. Nikaenda kwa namba ya mtu. Akamwombea kwa simu huo usiku. Halafu nikakaa, akasema huyo mtumishi akasema baadaye niambie kama anaendelea vipi. Nimwombee tena. Nikampigia tena simu. Akamwombea. Hapo asubuhi yake nikakuja hapo. Juzi kuamkia jana. Nikakuja, akajaombewa. Tukaenda. Jana tukalala. Jana asubuhi nikamwona anaongea vizuri. Yesu makofi. Hiyo juzi nilikuwa sijui kama hata niko nini. Lakini kupitia hii madhabahu nimeona Mungu akimpigania, akimtetea, akafungua mtoto wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu. Mimi sitamsahau huyu Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Ndio kwa nguvu zangu singeweza, lakini yule aliye juu anatawala katika nyumba yangu, hata katika maisha ya mtoto wangu. Ninamwona akinipigania na akinitetea. Ni hayo Mungu awabariki. Mama, una watoto wangapi? Mtoto mwenyewe ni huyu peke yake. Umesikia? Ni nani? Ni mmoja. Alafu anafungua mdomo awe haongei wewe mwanao. Sio anakutaka wewe? Awambie ampati no. Lakini jana asubuhi yenyewe ile akaongea hata majirani wakashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa tukiomba hapa wakasema, sikia Stephen anaongea hapo ndani ya waje. Wakasemaje? Wakasema sikiza. Walishangaa. Alikuwa ametoka nje. Akamsikia huyu anaongea hapo ndani ya room. Tulikuwa hatujaotoka. Akashangaa akasema, sikiza Stephen anaongea basi hapo ndani. Anaongea vizuri. Alikuwa hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia muujiza, wewe unatarajia uone ndege imeshuka hapa. Ndio muujiza wako. Ngoja.
Steven, tusalimie tu, tuambie jina lako. Tuambie tu mimi naitwa Steven. Sema tu mimi naitwa Steven katika jina la Yesu na washukuru hivyo tu. Nimekufundisha. Sema. Shukuru Mungu. Karibu. Ongea. Majina naitwa Steven Bakari kutoka. Piga makofi. Nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, anapendeza. Nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, anapendeza. Nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, napendeza. Nikikwambia roho huzungumza, wewe huwezi kuelewa. Nikisema roho, Mungu anaongea, wewe huelewi. Haya, amemwona huyu. Tafute na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisema anaongea, wewe unataka aje kama mimi. Ndio useme nimemwona, amemwona. Yule akamuuliza amemwona wapi na amemwonaje? Alipo Yesu. Amen. Wewe huelewi. Nimemwona Bwana. Anapenda. Wewe umuoni na hapendezi kwako. Wewe utakuchunguza. Hiyo CCTV leo tutaifungua. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye ushuhuda. Najua hizi shuhuda za leo si za kawaida. Kama unataka kutoka nitakufuata. Maana mimi nakuwa. Shuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amemwona yule. Bado wewe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nami ni Mungu wako wa kushukuru Mungu. Mungu ni mwema kila wakati. Napoingia na kutoka naona mkono wa Bwana unitetea. Mimi nami ni mmoja wapo kuwa mzazi kama vile viliongewa. Niko na mtoto shule form 3. Namshukuru Mungu maana huyu Mungu ni mwema, ananitetea niingiapo nitokapo. Mimi nami mtoto wangu alipata ajali, walichoma shule huko kwao. Ilikuwa ni kizaazaa, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu na haya maombi, namshukuru. Kunao waliopata ajali, kunao waliokufa, lakini kupitia haya madhabahu namshukuru Mungu. Huyo mtoto wangu ni maumivu tu alipata, ilikuwa Thursday next week. Nilipigiwa simu ndo walichoma hiyo shule, na ile harakati ya kelele na huo moto aliruka. Lakini Mungu alimsaidia maana ilikuwa ni mguu tu, hata nikipigiwa simu yeye mwenyewe alikuwa hana fahamu, lakini kwa sababu mwalimu alinitia moyo nilituma hiyo fare na akafika nikamuona. Namshukuru huyu Mungu maana ni mwema, na ninamshukuru kwa sababu ya utetezi wangu na hata familia yangu. Namuona akiwa pamoja nami hata ningi hapo nitoka. Namshukuru maana ni mzima hapo alipo, hawajarudi katakana shule. Jumatano ndio tujue kama wazazi wataambiwa nini, lakini kwa neema ya Mungu namshukuru Mungu na atarudi akiwa ni mzima. Kwa hayo machache Mungu awabariki. Amen. Mtoto alichoma shule? Yeye hakuchoma. Ulimueleza vizuri. Asema hakuchoma. Lakini hapo mimi ngode kwenye nini? Ndio watempo. Alifunikwa na damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiombea watoto, tukiombea shule zisichomwe, wewe huwezi kuelewa. Unaona ni kelele. Haya. Ndio alikufa yeye alifanya kuteguka kwa sababu aliruka. Si aliruka.
Polepole hata angeumia, hata moto ungemkaribia. Huyo alikuwa kama Meshaki, Shadraka na Abednego, walioko katika tanuru na hawakuungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushuhuda mwingine, mwenye ushuhuda. Njoo mama. Pole sana. Unajua ukikaa hapo ukijifunika hivyo hata siponi. Njoo. Karibu sana. Huyu mama anashuhuda mzuri sana. Salimia, tuambie majina yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Margaret, nimeokoka na mpenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naishi Mtomondoni, nilikuja ile last week Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikaja nikamwona pastor kaniombea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa Jumapili niingie tena. Kaja mwenzangu ndani ya nyumba akaniambia nipeleke kule kazini tukaangalie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nampeleka, sikujua kwamba ataenda kuchukuliwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na miezi 6 kwa kitanda, naumwa kiuno na hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa siwezi kabisa wakati naja hapa. Nikamwona pastor, nikamweleza, akaniombea. Na Jumapili nilipompeleka yule mwenzangu, nilivyofika tukaambiwa na huyo director, ingieni nyote mfanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nilifanya kazi, ilipofika Thursday nikasikia habari mbaya nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namshukuru Mungu, naenda nyumbani, nikirudi naendelea na kazi. Hayo Bwana awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa anaumwa. Hata alipotoka hapo nyumbani kumpeleka huyo mwenzake, alikuwa bado ana maumivu. Hakutaka kueleza vizuri, mimi najua. Sasa alipotoka hapo mpaka pale kazini, wakachukuliwa wote, walikuwa wamempeleka mwenzake tu. Huo ugonjwa akawacha huko nje huko, akaingia akawa mzima. Akafanya kazi. Alipotoka hiyo siku ya kuja hapo, ugonjwa ukao unataka kumrudia. Sasa huyu haukuwa ule ugonjwa umemwacha vizuri, ulikuwa umejitenga tu. Vile huwa nimemwambia hapa, kaa vizuri. Lakini sasa hana ugonjwa tena. Hana. Alitolewa. Sitawaambia kule alikotoka na tukotolewa ni watu manake najua. Lakini huyu hana ugonjwa tena. Amen. Na alikuwa ana shida na mambo yake mengine. Pia hayo nayo yameisha. Bwana Yesu asifiwe. Ataishi vizuri leo. Watamshangaa hapo kwa sababu ile shida tunaenda kuing'oa kwa fruits. Sawa. Kabisa. Huyu ako sawa, watamshangaa. So namuona nipatie wiki 2 uje umwangalie. Atakuwa na makeup, ana wanja. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa smart. Amen. Mimi namuona atakuwa vizuri kabisa. Mwili afya itarudi, atapendeza. Wala alikuwa akimsuta atakuja kumwomba msaada. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shida yake imeng'olewa na ikachoka. Amen. Wewe utaendaje? Umeenda na mwenzako umpeleke alafu mchukuliwe nyote, hata wewe huwezi kuona amemwona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa madhumuni yangu ilikuwa ile kazi nikipata, moyo wangu ulikuwa unalia. Nikamwambia Mungu, unaponifanikisha na kazi, Bwana Yesu asifiwe, nitatoa sacrifice nimalizane na wale wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nilikuwa naomba vibaya, lakini mimi nilisema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sasa nimekuja kutoa hiyo sacrifice. Bwana. Asante sana kwa kuweka ahadi. Mungu atakujibu sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ombi lako litajibiwa, lakini sawa sawa na mapenzi ya nani? Akisema atawamaliza ni yeye.
akisema atawasamehe yeye, sisi tutaomba tu, ndio kazi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sacrifice yako itafika mbele za utukufu wa Mungu, na akikujibu utakuja utuambie. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ushike imani. Muda ni mfupi, najua shuhuda